can do more better than that. Unaweza ukafanya zaidi ya hapo. This is the day the Lord has made. Hii ni siku ambayo Bwana ameifanya. That we should rejoice. Kwamba tuifurahie. And be glad in it. Na kuishangilia. Lift up your hands. Inua juu mikono yako. Say, Lord, I thank you. Sema, Bwana nakushukuru. For the gift of life. Kwa zawadi ya uhai. For your mercies. Kwa rehema zako. For your grace. Kwa neema yako. For your love. Kwa upendo wako. For your care. Kwa kunijali kwako. For fighting my unseen battles. Kwa kupigana vita zangu ambazo sikuziona. For giving me victories. Kwa kunipa ushindi. Thank you, Lord. Asante Bwana. Open your mouth in 1 minute. Fungua kinywa chako kwa dakika moja. Thank you for his mercies. Shukuru kwa rehema zake. His grace. Kwa neema yake. His love. Upendo wake. His kindness. Ukarimu wake. Thank you, Jehovah Jireh. Asante Jehovah Jireh. Jehovah Nisi. Jehovah Nisi. You are the reason why we are standing here. Wewe ni sababu kwa nini tumesimama hapa. We are the reason why we are not dead by now. Wewe ndio sababu kwa nini hatujafa mpaka sasa. Because of your kindness. Kwa sababu ya ukarimu wako. Because of your mercy. Kwa sababu ya rehema zako. We say all the glory. Tunapokea utukufu wote. Heshima yote. All adoration. Kuadhimishwa kote. Be unto your name. Viwe katika jina lako. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Lift up your right hand, pray this prayer. Inua juu mkono wako wa kulia, omba ombi hili. Say, by divine authority. Sema, kwa mamlaka ya kiungu. I deprogram. Ninapangua. Satanic rain of destruction. Mvua ya kishetani ya uharibifu. In cloud 1 to 9. Kwenye wingu la kwanza mpaka la 9. Let it be deprogrammed. Acha ipanguliwe. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Clap your hands and pray the prayer. Piga makofi, omba ile We ombi. deprogram. Tunapangua. Satanic rain of destruction. Mvua ya kishetani ya uharibifu. From the heavens. Kutoka kwenye mbingu. From the sea. Kutoka baharini. Let it be deprogrammed. Acha ipanguliwe. In the name of Jesus kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Tunapangua kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya kiungu. Kila mvua ya kishetani ya uharibifu. Tunapangua kwa jina la Yesu. Kwa mtazamo wa kiti cha enzi. Tunapangua. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mvua ya kishetani ya uharibifu. Tunapangua kwa jina la Yesu. Kuanzia wingu la kwanza mpaka la 9. Tunapangua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunapangua kwa jina la Yesu. Kwa mtazamo wa kiti cha enzi. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. You will not live here the same way you came. Hautaondoka hapa kama ulivyokuja. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Take your Bible. Chukua Biblia yako. Isaiah 49:16. Isaya 49:16. And Leviticus 14:15. Na Mambo ya Walawi 14:15. Behold, I have indelibly imprinted, tattooed a picture of you on the palm of each of my hands, O Zion. Your walls are continually before me. Isaya 49:16. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Leviticus 14:15. Mambo ya Walawi 14:15. Leviticus 14:15. Mambo ya Walawi 14:15. Read it in Swahili. Soma kwa Kiswahili. Mambo ya Walawi 14:15. Kisha kuhani atatwaa katika hiyo logi ya mafuta na kuyamimina katika vitanga vya mikono wake mwenyewe wa kushoto. And the priest shall take some of the log of oil and pour it into the palm of his own left hand. Father, thank you, Baba, asante for the reading of your word. kwa usomaji wa neno lako. Your word is A and amen. Neno lako ni ndio na amina. Deliver us from the curse of the hands. Tukomboe kutoka kwenye laana ya mikono. Deliver us from the curse of the palm. Tukomboe kutoka kwenye laana ya viganja. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. You may have your seat. Naweza kuketi. Greet your neighbor and say good morning. Salimia jirani yako, mwambie habari za asubuhi. Welcome to church. Karibu kanisani. You look good. Umependeza. You look beautiful. Unaonekana mrembo. You look smart. Unaonekana mtanashati. Tell your neighbor we missed you. Mwambie jirani yako tulikukumbuka.
You know some of you are not smiling, Najua baadhi jamani. yenu hamtabasamu jamani. Tabasamu jamani. Smile jamani. Clap and for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Mungu ni mwema sana. God is so good. Back to the business of Holy Spirit. Turudi kwenye biashara ya Roho Mtakatifu. Last Sunday, second service, I taught you about the curse, as in how you can contaminate your palms, right? Jumapili iliyopita ibada ya pili niliwafundisha namna ambavyo unaweza kuchafua viganja vyako, si ndivyo? Right? Si ndio? How you can contaminate your palms. Ni namna gani unaweza kuchafua viganja vyako? So in this service, I'll be teaching you how to protect your palms. Kwa kwenye ibada hii nitawafundisha namna ya kulinda viganja vyako. How to protect what? Namna ya kulinda nini? Your palms. Viganja vyako. For a recap, Kwa kukumbusha, the palm is one of the most important part of your hand kiganja ni moja ya sehemu muhimu zaidi ya mkono wako, that has prophetic symbol yenye ishara ya kinabii or significant au muhimu spiritually kiroho and physically. na kimwili. Understanding this mystery Kuelewa fumbo hili will help you to protect your palm itakusaidia kulinda viganja vyako, or safeguard it kuvilinda from satanic attacks. kutoka kwenye mashambulizi ya kishetani. A lot of people, Watu wengi, destiny has been punctured, hatima za watu wengi zimechezewa, has been fractured, zimevunjwa, has been fragmented, zimetenganishwa, has been exchanged, zimebadilishwa, has been manipulated, zimerubuniwa, has been tampered with, zimechezewa, has been diverted, zimechepushwa, has been shortchanged, zimebadilishwa, has been transferred, zimehamishwa and has been captured na zimetekwa by the enemy na adui because of the lack of knowledge kwa sababu ya kukosa maarifa of the importance of your palm. juu ya umuhimu wa viganja vyako. How can somebody look at your palm and begin to tell you about your life? Mtu anawezaje kuangalia viganja vyako akaanza kukuambia kuhusiana na maisha yako? What is in the palm? Kuna nini kwenye kiganja? That if somebody look at it, he can see my next 20 years. Kwamba mtu akiangalia anaweza kaona miaka yangu 20 ijayo. It means your palm is very important. Inamaanisha viganja vyako ni muhimu sana. It's a big door Ni mlango mkubwa in the spirit. kwenye ulimwengu wa It roho. has power. Ina nguvu. Are you with me? Uko na mimi? It has power to open and close someone's destiny Ina nguvu ya kufungua na kufunga hatima ya mtu prophetically. kinabii. It has power to carry blessings. Ina nguvu ya kubeba baraka. It has power to give blessings. Ina nguvu ya kutoa It baraka. has power to receive blessings. Ina nguvu ya kupokea It baraka. has power to reveal the destiny details of someone Vina uwezo prophetically. wa kufungua taarifa za hatima ya mtu kinabii. It has power to clap someone out of greatness. Ina uwezo wa kumpigia mtu makofi kumtoa kwenye ukuu wake, And it has power to clap someone into greatness. na ina nguvu ya kumpigia mtu makofi kumuingiza kwenye ukuu wake. It has power to overturn, overrule, and override Lina uwezo wa kupindua, kubatilisha na kufuta satanic agendas prophetically. ajenda za kishetani kinabii. It has power to loose and bind. Ina uwezo wa kufungua na kufunga. It has power to generate heat, Ina uwezo wa kuzalisha joto, power, nguvu, energy nguvu spiritually. kiroho. It has power Vina uwezo to cover the vision wa kufunika maono or unlock the vision au kufunua maono of someone. ya mtu. It has power to transfer power Vina and uwezo receive power. wa kuhamisha nguvu na kupokea nguvu. Ndio. Yes, Yes. ndio. Can we continue? Tunaweza kuendelea How to protect it now? namna ya kulinda viganja vyako sasa. Every morning and night, Kila asubuhi na usiku, before going to bed or going out, kabla ya kwenda kulala au kabla ya kutoka, declare blessings and protection upon your palms. tamka baraka na ulinzi kwenye viganja vyako. Every morning and night, Kila asubuhi na usiku, before going out and to bed, kabla ya kwenda kulala na kabla ya kutoka, declare blessings and protection upon your palms tamka baraka na ulinzi kwenye viganja vyako by the blood of Jesus. kwa damu ya Yesu. You know, a lot of people have slept and woke up with marks all over their body. Najua watu wengi wamelala wakaamka na alama kwenye miili yao.
And when it happens to be in your hand, na ikitokea ikiwa ni mkono wako, not necessarily your palm directly, sio lazima kiganja chako moja kwa moja, the enemy has created an access. adui ametengeneza uwezo wa As kukufikia. long as it has to do with your hand, Ili mradi inahusiana na mkono wako, they also have access to your palm. wana uwezo wa kufikia viganja vyako pia. There are dream robbers Kuna wezi ama majambazi wa ndotoni that steal the blessings of people when they sleep. wanaoiba baraka za watu wakiwa wamelala. If the enemy sleep with you when you are sleeping, Adui akilala na wewe ndotoni ukiwa umelala, that becomes a door to collect everything in your palm. hiyo inakuwa ni mlango wa kuchukua kila kitu kwenye viganja vyako. But when you declare divine protection Lakini unapotamka ulinzi wa kiungu on your palm by the power of the blood of kwenye Jesus, viganja vyako kwa nguvu ya damu ya Yesu, number one, he can't sleep with you. cha kwanza hawezi kulala na wewe, And number two, he can't collect the blessings in your na hands. cha pili hawezi kuchukua baraka zilizopo kwenye mkono wako, Because if he sleep with you, he will first of all pollute you spiritually kwa sababu anapolala na wewe kwanza anakuchafua kiroho or defile you first au anakutia unajisi kwanza, so that he can have access. ili aweze kukufikia. I pray for you. Na kuombea, Receive divine protection on your palms. pokea ulinzi wa kiungu kwenye viganja I vyako. can't hear your amen. Sisikia amina yako. This is one of the reasons why people have woke up in the morning Hii ni moja ya sababu kwa nini watu wameamka asubuhi only to go to their businesses, office or shops. wanaenda kwenye biashara zao, ofisi au maduka. Business is no longer moving Biashara inakuwa haiendi tena because the palm of their hands kwa sababu viganja vya mikono yao has been tampered with. vinakuwa vimechezewa. Number two, Namba 2, anoint your palm tia mafuta kwenye viganja vyako, possibly every morning. ikiwezekana kila asubuhi. Every morning Kila asubuhi before going out kabla ya kutoka and before going to bed at night. na kabla ya kwenda kulala usiku, And before going to bed at night, kabla ya kwenda kulala usiku, against dream criminals and robbers. kinyume na wahalifu na wezi wa ndotoni, Anoint it. vitie mafuta. Life is spiritual. Maisha yanaongozwa na mambo ya rohoni. Life is warfare. Maisha ni vita, And there are satanic hunters na kuna wawindaji wa kishetani hunting for your destiny, wanaowinda hatima yako, hunting for your blessing, wanaowinda baraka hunting zako, for your greatness, wanaowinda ukuu hunting wako, for your star. wanaowinda nyota zako. I pray for you. Na kuombea Any satanic hunter, mwindaji yoyote wa any kishetani, satanic dog mbwa yoyote wa kishetani hunting for the stars of your destiny, anayewinda nyota za hatima yako, let that dog die. acha huyo mbwa afe, Let that dog acha die. huyo mbwa afe, Let that dog acha die. huyo mbwa Let afe, that dog die. acha huyo mbwa If you afe. stand up and shout amen, the dog will die. Simama ukapiga kelele amina, huyo mbwa atakufa. If you shout amen, the dog will Piga die. kelele amina, huyo mbwa atakufa. Let that dog Acha huyo die. mbwa afe. Let that dog Acha huyo mbwa die. afe. The Bible says in Philippians 3:2, look out for the dog. Biblia inasema kwenye Wafilipi 3:2, angalia hao mbwa, Look out for the dogs. angalia hao mbwa, Judaizers, legalists. Look out for those mischief makers. angalia hao Look out wanaofanya for those njama, who mutilate the flesh, witches. wachawi. Wafilipi 3:2, jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Have you ever seen people using dog to hunt in the bush? Ushawahi kuona watu wanatumia mbwa kuinda watu msituni? It's real spiritually. Kiroho ni halisi pia. Do you know? Unajua, We just finished our fasting yesterday. tumemaliza mfungo wetu jana. One of the things they released to capture people's blessing, office shops, Moja ya vitu walivyoachilia kukamata baraka za watu, maduka, maofisi, from the other side of kingdom of darkness, kutoka upande mwingine ufalme wa giza, is demonic dog, waliachilia mbwa wa kipepo, sniffing dog, mbwa wale wanaonusa, sniffing dog. mbwa wanaonusa. I pray for you. Nakuombea Any dog, mbwa yoyote, any mbwa dog, yoyote, any mbwa dog yoyote release against you. aliachiliwa kinyume na Let the wewe, dog acha die. huyo mbwa Let the afe, dog acha die. huyo mbwa Let the afe, dog acha die. huyo mbwa afe. Shut Piga down. kelele kufa. Have your seats. Kaeni. What is happening to your son? Nini kinamtokea mwanao? Dege dege.
convulsion mlete. When you are in the presence of God, you are not afraid. Kaeni ukiwa uweponi wa Mungu huwezi kuogopa. Because you know the master is present. Kwa sababu unajua Bwana yupo. Give me the blood of Jesus there. Water. Nipe maji hapo. Yeah. We are not afraid because we know who is with us. Hatuogopi kwa sababu tunajua aliye na sisi. Yeah. Ndio. Yeah. Ndio. Yeah. Ndio. Father, Baba, let the convulsion disappear. acha degedege itoweke. Jesus. Kwa jina la Yesu. Come. Ondoka. The name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Free. Huru. Free. Huru. Free. Huru. Jesus. Kwa jina la Yesu. 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 By the mercy of God. Kwa rehema za Mungu. I declare you free. Natamka uko huru. Declare you free. Natamka uko I huru. declare you free. Natamka uko huru. By the blood of Jesus. Kwa damu ya I Yesu. thought you would clap. Nidhani mtapiga I thought makofi. you clap up for Jesus. Nidhani mtampigia Yesu makofi. Fungua mdomo. Open your mouth. You shall not die. Hautakufa. You shall live. Utaishi. Jesus' name. Kwa jina la Yesu. You shall not die. Hautakufa. Jesus. Kwa jina la Yesu. Free. Uko huru. Put him down. Mweke chini. Put him down. Mweke Where is chini. the mother? Mama yake yuko wapi? Carry him, go and sit down there. Mbebe wende ukakae pale. Then in a few minutes, Ndani ya dakika chache it will be okay now. atakuwa sawa. Clap up for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. I thought you clap up for Jesus. Nidhani utampigia Yesu makofi. See, Ona, when you know you are God, unapomjua Mungu wako you don't panic. wala hauogopi. Even when devil try to attack you, Hata shetani akijaribu kukushambulia, you just laugh at him. unamcheka tu. Because they that know their Kwa God. sababu wale wamjuao Mungu wao, Christ is in me. Kristo yuko ndani yangu. Christ is in me. Kristo yuko ndani yangu. Kristo yuko ndani yangu. Christ is in me. Simama na sema Kristo yuko ndani yangu. God and shout, Christ is in me. Hallelujah. Hallelujah. Shout amen. Piga kelele amen. Have a seat. Kaeni. Can we continue? Tunaweza kuendelea. Which number are we? Number two. Tuko namba ngapi? Number two. Namba 2. Number 3. Number Don't tatu. allow strange people to read or rub your palm. Usiruhusu watu usiowajua waguse viganja vyako ama wasome viganja vyako. Don't allow strange people Usiruhusu watu wa ajabu ama watu to usiowajua read or rub your palm. wasome ama waguse viganja I vyako. want to show you something. Nataka nikuonyeshe kitu. Kulabalakatas. Show me your palm. Nionyeshe viganja vyako. Show me your palm. Nionyeshe viganja vyako. Rub it for 1 minute. Vifikiche kwa dakika moja. Rub it together fast. Vifikiche haraka haraka. Rub it. Fikicha, fikicha, fikicha. Rub it. Fikicha, fikicha, fikicha. Don't stop. Usiache. Stop now. Aya, acha sasa. What do you feel? Unajisikiaje? Heat. Kuna joto fulani. There is an energy you generate. Kuna nguvu ambayo unazalisha. There is a power your palm carry. Kuna nguvu ndani yako. So anybody Kwa mtu yoyote that comes to you to shake you anayekuja kukupa mkono carries an energy. anabeba nguvu fulani. It can be power from the devil Inaweza kuwa nguvu kutoka kwa shetani or from God. au kutoka kwa Mungu. Just like as I lay hand on that child, Kama nilivyomwekea mkono yule mtoto, there is an energy that I transferred kuna nguvu ambayo nilihamishia kwake, to that child. kwa yule mtoto. The power of Jesus Nguvu Christ. ya Yesu Kristo. Are you with me? Uko na mimi. So if you allow somebody Kwa ukiruhusu mtu to rub your palm, aguse viganja vyako, if peradventure the power in the hand of that person or palm of that person ikitokea nguvu iliyopo kwenye mkono ama kiganja cha yule mtu is greater than yours, ni kubwa kuliko ya kwako, it will collect everything in your palm. atachukua kila kitu kwenye viganja vyako.
Because anybody that have access to your palm has access to your destiny. Kwa sababu yoyote anayeweza kufikia viganja vyako ana uwezo wa kufikia hatima yako. It's a mystery. Ni fumbo. Have you ever seen people? Shai kuona watu, Especially great men. hasa watu wakuu. If they want to greet people, they just Wakitaka kusalimia watu wanafanya hivyo tu. If you are stretching hand to greet them, they don't shake you. Ukiwapa mkono kuwasalimia hawakupi mkono. They understand this mystery. Wanaelewa fumbo hili. They understand this mystery. Wanaelewa hili fumbo. Number 4. Namba 4. Pray in your heart Omba moyoni mwako and cover every gift with the blood of Jesus before receiving it. na ufunike kila zawadi kwa damu ya Yesu kabla ya kuipokea. Pray in your heart Omba moyoni mwako and cover every gift with the blood of Jesus before receiving it. na ufunike kila zawadi kwa damu ya Yesu kabla ya kuipokea. The things I'm teaching you here, Vitu ninavyowafundisha hapa you don't get it anywhere. hamwezi kuvipata tu popote The pale. people you will see teach it later are the people that listen to this message Watu in their room. ambao mtaona wanafundisha baadaye ni watu ambao wamesikiliza ujumbe vyumbani mwao. They will now claim to be the one that have the revelation. Watadai sasa wao ndo wamepata hayo mafunuo. Even God knows where the revelation is coming from. Hata Mungu anajua mafunuo yanatokea wapi. Or after this message, or go and search on YouTube anywhere whether you see it. Baada ya ujumbe nenda kafanya utafiti kule YouTube au popote pale uone kama utauona. The message I'm teaching you. Ujumbe ambao How to nawafundisha. protect your power. Namna ya kulinda viganja vyako. I'm telling you. Nawaambia Whether you see it. kama utauona. It is later Ni that baadaye watch it different pastors, and that is good. wataangalia That's why the Lord is using me as a channel. wachungaji mbalimbali na ni kitu kizuri, ndio maana Mungu ananitumia mimi kama njia. They are free to watch it and preach, Wana uwezo wako huru kuangalia na kuhubiri so that people will come out of bondage. ili watu watoke kwenye vifungo. The message is not for me alone. Ujumbe sio kwa ajili yangu mimi peke The yangu. message is not for you alone. Ujumbe si kwa ajili yako wewe peke yako. It's for the whole Ni world. kwa ajili ya dunia nzima. Are you with me? Uko na mimi. There must be a channel Lazima kuwe na njia ambayo itapitia that God will use to transfer whatever message you want to bring to the world, to the whole world. ambao Mungu atatumia kupitisha ule ujumbe anataka ufikie dunia nzima. Even you can carry the message and go and teach. Another person will hear it from you and go and teach. So the message will circulate. Hata wewe unaweza ukabeba ujumbe ukaenda kufundisha, mtu mwingine akasikia kutoka kwako akaubeba akafundisha, kwa ule ujumbe utasambaa. Clap up for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Watch. Angalia. Stand up, sir. Simama baba. Stand up. Simama. Watch. Bring your writing note. Leta hiyo notebook yako. Stand here. Simama hapo. Come closer. Sogea karibu. Hapo hapo. Now, do as if you are giving me this your note as a gift. Safanya kama vile unanipa hii notebook yako kama zawadi. Maybe birthday gift. Labda zawadi ya siku ya kuzaliwa. Maybe any ceremonial gift. Au zawadi kwa ajili ya sherehe yoyote. Now, before you stretch your hands, Sasa kabla ya kunyosha mikono to yako, collect kuchukua in your heart, moyoni mwako, even while you are telling him thank you, hata ukiwa unamwambia asante, in your heart you are saying the blood of Jesus. moyoni mwako unasema damu ya I Yesu. cover it with the blood of Jesus. Naifunika kwa damu ya I Yesu. cover it with the blood of Jesus. Naifunika kwa damu I ya cover Yesu. it with the blood of Jesus. Naifunika kwa damu ya Yesu. Because whatever you are receiving Kwa sababu chochote unachopokea as a gift physically, kama zawadi kimwili, there is something you are giving out. kuna kitu unatoa. Because the Bible says, Kwa sababu Biblia inasema blessed is the one that gives heri yule atoae than the one that receives. kuliko yule So apokeae. anytime you give something, Kwa kila unapotoa there's kitu, something you receive kuna from kitu me. unapokea kutoka kwangu. There's an exchange. Kuna mabadilishano. So Kwa hiyo the question is, swali ni what is the motive or the intention of the gift you are receiving? What does he have in mind giving me this gift? yule mtu anayekupa ile zawadi, nia yake ni nini, ama dhamira yake ni nini? That thing he has in mind is what I'm receiving, not necessarily this physical gift. Kile alichonacho akilini mwake ndo ninachopokea, sio ile zawadi hasa. There are bewitched gifts. Kuna zawadi ambazo zimerogwa. There are demonic gifts. Kuna zawadi za kipepo. If he enters your palm, Inapoingia kwenye viganja vyako, they will collect everything in your palm. watachukua kila kitu kwenye viganja vyako. So why? Because you may not know. Kwa hiyo unaweza usijue. The only way to escape it Njia pekee ya kuepuka is while he was
you are about to receive it. Ukiwa nakaribia kupokea, Asante sana kwa nasema thank you very much for this Mungu gift. akubariki. May God bless you. May God bless you. In my heart, moyoni mwangu I'm saying nasema the blood of Jesus. damu ya Yesu. I cover it with the blood of Nafunika kwa Jesus. damu ya I Yesu. cover it with the blood of Naifunika Jesus. kwa damu ya I cover Yesu. it with the blood of Naifunika Jesus. kwa damu ya Yesu. Asante sana kwa zawadi Thank you very hii. much for this Mungu gift. akubariki sana. May God bless you Wewe ni rafiki abundantly. yangu. You are my friend. Ndio. Yes, yes. Mpigie Yesu makofi. Celebrate Jesus. By that way, Kwa namna hiyo, he will think he has conquered you. atadhani kwamba amekushinda. He don't know that you are smart. Hajui kwamba wewe ni mjanja. That is why the Bible says, Ndio maana Biblia inasema be as wise as a serpent mwe werevu kama nyoka and be as innocent as a dove. na wapole kama hua. You are innocent saying asante sana kwa zawadi hii. Kwa mpole tunasema thank you very much for this gift. But as a serpent, Mungu, Lakini ule werevu wa nyoka unasema damu ya the Yesu. blood of Jesus. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Many things happen. Vitu vingi vinatokea. The only thing is that many of you are not spiritual. Cha pekee ni kwamba wengi wenu hamko rohoni. To understand that while everybody is moving up and down, there are transactions taking place spiritual. Kuelewa kwamba watu wanavyozunguka huku na huku kuna mabadilishano yanaendelea kiroho. Clap for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Are you learning something? Unajifunza kitu? Should we continue or not? Tuendelee au la? Number 5. Namba 5. Be careful of who you shake hand with. Kuwa makini unampa nani mkono. Be careful. Kuwa makini. Just like I've taught you now. Kama ambavyo nimewafundisha sasa hivi. There are energies in the hand. Kuna nguvu fulani kwenye mikono. Whoever you shake your hand with, kwamba yote unayepeana naye mikono can collect something from you or give you something. anaweza akachukua kitu kutoka kwako ama akakupa kitu. If possible, avoid shaking hand. Kama inawezekana, epuka kabisa kuutoa mkono wako. Yeah. Ndio. You see, maybe a leader, sometimes they do. Naona labda viongozi wakati mwingine wao wanafanya tu hivyo. He has discerned that if he shake this person, ameshapambanua, amejua kwamba akimpa mtu huyu mkono, he will have attack in the night. Atashambuliwa usiku. He will collect something from him. Atachukua kitu kutoka kwake. He will just do. Atafanya tu hivyo. He's safe like that. Ni salama zaidi hivyo. Asante. The person is trying to. Thank you. Yule mtu anajaribu kupa mkono, namfanyia tu hivyo. No. Yeah. Ndio. It's better. Ni bora. It's better than to start fighting for what you already have. Ni bora kuliko kuanza kupigania kitu ambacho unacho tayari. There are exchange going on. Kuna mabadilishano yanaendelea. It's only prophetic people understand. Now I'm teaching you as the prophetess of your family, prophetess of your life. Ni watu ambao wako kinabii ndio wanaelewa kuona kufundisha kama nabii wa kike au wa kiume wa familia yenu. Ndio. Yes. With this knowledge, kwa maarifa haya, understand the mystery of the palm. Taelewa fumbo la viganja. Number 6. Namba 6. Pray. Omba. And cover every water. Na ufunike kila maji. Pray. Omba. Cover. Funika. Every water and soap. Kila maji na sabuni. With the blood of Jesus before washing your hands with it. Kwa damu ya Yesu kabla ya kutumia kuosha mikono yako. To avoid washing away your destiny. Kuepuka kuosha mbali hatima yako. Pray. Omba. Cover. Funika. Every water and soap with the blood of Jesus. Kila maji na sabuni kwa damu ya Yesu. Before washing your hands with it. Kabla ya kutumia kuoshea mikono yako. Water is a spirit. Maji ni roho. And also the source where the water is coming from is very important. Na pia chanzo cha yale maji ambapo maji yametokea ni muhimu sana. There are people who can mix dead water, the water they use as in washing dead bodies. Kuna watu wanaweza kutumia yale maji ya kuoshea maiti in a good water. Wakachanganya na yale maji mazuri. I'm telling you. Nawaambia. These are mysteries. Haya ni mafumbo. Are you with me, church? Mko na mimi kanisa? I told you about how I bought a soap long time ago. Niliwaambia namna ambavyo nilinunua sabuni muda mrefu umepita. So I wanted to wash with the soap. The Lord said, "Don't." Nilipotaka kuitumia kuosha mikono yangu, Bwana akasema hapana, usifanye hivyo. I said, Nikasema, This soap I bought it from supermarket, a very sophisticated environment. Sabuni ambayo nimenunua supermarket, sehemu ya kisasa, sehemu ya kishua sana. How is it contaminated? Inawezaje kuwa imechafuliwa? Are you with me? Uko na mimi?
So that day my mindset changed about Kwa kuanzia life. siku hiyo mtazamo wangu wa maisha ukabadilika. Everything I have to pray over it. Kila kitu nakiombea. If you don't live your life like that, Usipoishi maisha yako hivyo, you can buy problem with your money. unaweza ukanunua matatizo kwa pesa yako mwenyewe. Buy problem. Ukanunua matatizo. Everything cover it with the blood of Kila Jesus. kitu kifunike kwa damu ya Yesu. Food cover it. Chakula kifunike. Water cover it. Maji yafunike. If you buy ice cream, cover it. Kama umenunua ice cream ifunike. Because you don't even know the God the person is serving. Kwa sababu hujui ni miungu gani huyo mtu aliyetengeneza anaitumikia. A lot of people use charm to do business. Watu wengi wanatumia irizi kufanya biashara. Are you with me? Uko na mimi? Are you with me? Uko na mimi? Are you learning something? Unajifunza kitu? If you buy that fruit, you don't know what the water the person have sprinkled on it before so that it will attract you. Ukinunua yale matunda hujui umetumia maji gani kunyunyiza kwenye yale matunda ili yakuvutie. Are you learning something? Unajifunza kitu? Everything you must cover it with the blood of Jesus. Kila kitu lazima ukifunike kwa damu ya Yesu. In the first service, Ibada ya kwanza I talked about sanctifying everything with the blood of Jesus. nilizungumzia kutakasa kila kitu kwa damu ya Yesu. And I did a very short illustration. Na nilitoa mfano mfupi tu. In your imagination now, Kwenye fikra zako sasa, imagine, see yourself fikiria jione entering your bathroom unaingia bafuni and on your shower pump. na unafungulia ile bomba la mvua. You enter, Unaingia, you on the shower pump. unafungulia ile bomba la mvua. Down the water is washing you. Ambapo yale maji yanakuwa yanakuosha. Anytime you declare, I sanctify myself with the blood of Jesus, Kila unapotamka najitakasa kwa damu ya Yesu, that is what you are doing spiritually. ndicho unachofanya You kiroho. are on the tap of the blood of Jesus Unafungulia bomba la damu ya Yesu to cleanse you. ili damu ya Yesu ikusafishe. Are you with me? Uko na mimi? So learn to sanctify everything with the blood of Kujifunze Jesus. kutakasa kila kitu kwa damu ya Yesu. To sanctify it is to separate anything that is not of God out. Kutakasa ni kukitenga kile kitu na chochote ambacho sio cha Mungu. To wash everything that is not of God in that particular item, or even you, Kuosha mbali chochote ambacho sio cha Mungu kwenye kile kitu, hata ndani yako, so that you will be now worthy for the master's use. ili ustahili sasa kutumika na Bwana. Clap hand for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Did you understand that illustration? Umeelewa huo mfano? Anytime you declare, I sanctify myself Kila ukitamka with the najitakasa blood of Jesus, kwa damu ya I Yesu, cover myself with the najifunika blood of Jesus. kwa damu ya Yesu. Spiritually, Kiroho there is a tap you have just on, a tap of the blood of Jesus pouring on you. kuna bomba la damu ya Yesu umelifungulia, linaachilia damu ya Yesu ndani yako, Like somebody inside a shower. kama mtu ambaye anaoga kwenye bomba la mvua. Clap hand for Jesus. Pigie Bwana Yesu You makofi. are covered with the blood of Jesus. Umefunikwa kwa damu ya You are Yesu. sanctified by the blood of Jesus. Umetakaswa kwa damu ya Yesu. It's very important. Ni muhimu sana, That is why we are here today, na ndio maana tuko hapa to leo take the communion kushiriki komunio for divine protection and kwa ajili preservation. ya ulinzi wa kiungu na kuhifadhiwa. I thought you would clap hand for Jesus. Nidhani utampigia Yesu makofi. Number 7. Namba 7, Be careful of the type of ring you wear. kuwa makini na aina ya pete ambayo unavaa. Ring. Pete Whether for beauty, iwe ni kwa ajili ya urembo, whether for engagement, iwe ni ya uchumba, whether for marriage. iwe ni ya ndoa. Be careful. Kuwa makini. If it is a contaminated ring, Kama ni pete ambayo imeshachafuliwa, that you bought it doesn't mean it cannot be contaminated. kwamba umeinunua imaanishi kwamba haijachafuliwa kiroho. Do you know who is selling the ring? Unajua nani anauza ile pete? Do you know the God of the brand selling the ring? Unajua ile chapa ile pete wanamtumikia Mungu gani au The miungu one ipi? selling the ring, do you know the charm he or she is using? Anayeuza ile pete, unajua irizi anazotumia? So immediately it comes into your finger, it has access to your palm. Kwa mara tu inapoingia kwenye kidole chako, ina uwezo wa kufikia viganja vyako. There are people who got married. Kuna watu ambao waliingia kwenye ndoa, Everything crumbled. kila kitu kikaporomoka, Everything. kila kitu. They may not know that it's from the ring they just bought with their money. Wanaweza wasijue kwamba imetokana na pete ambao walinunua kwa pesa zao. Meaning you can use your money to buy problem. Maana yake unaweza kutumia pesa yako kununua matatizo. I pray for you. Na kuombea By the mercy of kwa God, rehema za you Mungu, will not use your money to buy problem. hautatumia pesa yako kununua matatizo. You will not use your money to buy problem. Hautatumia
utatumia pesa yako kununua matatizo. Say, I will not use my money. Sema sitatumia pesa yangu To buy problem. kununua matatizo. To buy struggle. Kununua mahangaiko. To buy trouble. Kununua shida. Stand up and shout hallelujah. Simama, piga kelele hallelujah. Have you seen? Kaeni. Tuko pamoja. Are we together? Number 7. Namba 7. Number 8. Namba 8. Okay, you are here. Sawa, mko hapa. Pray before exchanging any gift or items with people. Omba kabla ya kubadilishana kitu chochote ama zawadi yoyote na watu. Pray before exchanging any gift or items with people. Omba kabla ya kubadilishana kitu chochote au zawadi na watu. Especially women. Hasa wanawake. Oh, my wig have issues. Can you borrow me that your wig? Oh, wigi langu lina shida, unaweza ukaniazima la kwako. My schooner has issues. High heel yangu ina shida. Women like schooner. Wanawake wanapenda high heels. Oh, while you are exchanging that, Kio mnabadilishana hivyo, anoint it. itie mafuta. Pray over it. Ombea kile You kitu. don't know the demon pursuing the owner. Ujui pepo linalomfuatia mmiliki wa kile kitu. So that you don't transfer problem into your life. Ili usihamishie matatizo kwenye maisha yako. You don't know the curse upon the feet of the person that has the sukuna, that has the high heel. Haujui laana iliyopo juu ya yule mtu ambaye ana hiyo high heel ama skuna. Are you with me? Uko na mimi? It's not a joke. Sio utani. People carry spirits. Watu wamebeba roho mbalimbali. Everyone carries spirits. Kila mtu kuna roho amezibeba. If it's not the spirit of God, Kama si roho ya Mungu, it can be spirit of rejection. inaweza kuwa roho ya It kukataliwa. can be spirit of I was almost there but not there. Inaweza kuwa roho ya nilikaribia kufika lakini sijafika. I'm always dreaming. I'm about to receive something. I wake up. Inaweza kuwa roho kwamba huwa naota nakaribia kupokea kitu na amka. That is a spirit of last minute disappointment. Hiyo ni roho ya kukatisha tamaa dakika za mwisho. Do you know what the person carry on the head? Unajua huyo mtu amebeba nini kichwani kwake? Every head is carrying something. Kila kichwa kuna kitu kimebeba. You carry the wig somebody is wearing. You don't know what is in the head of that person. Unabeba wigi ambalo mtu amevaa, ujui kulikuwa kuna nini kwenye kichwa cha yule mtu. You carry the wig far on the head. Unachukua lile wigi unaliweka kichwani kwako. Problem far on the head. Matatizo unayavaa kichwani kwako. Headache far on the head. Maumivu ya kichwa unayavaa kichwani kwako. Rising and falling far on the head. Kupanda na kushuka unavaa kichwani kwako. Rejection far on the head. Kukataliwa unavaa kichwani kwako. I pray for you. Nakuombea. I remove that problem. Natoa hilo tatizo. Natoa hiyo tatizo. I remove that problem. Natoa hiyo tatizo. I remove that problem. Natoa hiyo tatizo. I remove that problem. Natoa hiyo maskini. I remove that poverty. Simama na sema mida kubwa. And shout amen. Have you seen? Kaeni. A lot of people are borrowing problems. Watu wengi wanaazima matatizo. Give me. I'm not saying don't. There are very close friends so that can. Do you understand? I understand. Nipe. Sisemi kwamba msifanye hivyo. Najua kuna watu ambao ni marafiki wa karibu, mnaazimana, naelewa. Are you with me? Uko na mimi? Especially when you are not, financially buoyant. There are those friends you trust. They just compliment you. Nobody will know how you are patching life. Hasa ikiwa bado hujasimama kiuchumi, kuna wale marafiki ambao wanakujazia wanakusaidia, mtu ajui unaendaje kimaisha. Yeah. Ndio. There are those yeah, I'm telling you. Kuna wale watu nakwambia. I've been in different levels of life. I know what it means to patch life. Nimepita viwango mbalimbali vya maisha, kwa najua namna ya kuungaunga ya maisha. Are you with me? Uko na mimi? Some people come to church, they smile all the time. You don't even know what they are going through. Kuna watu wanakuja kanisani wanatabasamu kila wakati, lakini hujui wanachopitia. You don't even know some of the wig they are wearing is not their own, is their friend. They are patching. They are patching things. Hata hujui kwamba ile wigi alovaa sio la kwake, ni la rafiki yake, wameungaunga tu, ndio hivyo. It's not bad as long as you have a friend that can protect you. Sio vibaya, ili mradi una rafiki ambaye anaweza kukulinda. You must not look like your problem. Hautakiwi kufanania tatizo lako. You must look like your future. Unatakiwa ufananie kesho yako. You must not look like your problem. Hautakiwi kuonekana kama tatizo lako. Look like your future. Onekana kama kesho yako. Or do it with a friend that will not shame you one day. Lakini fanya hivyo na rafiki ambaye hata kuaibisha siku. There are some friends. Kuna baadhi ya marafiki. If you have one problem with them, mkikosana tu kidogo, the whole world will hear you. Dunia nzima itasikia. You will regret. Utajutia.
It's better not to do it. Ni bora hata usingefanya. But if you have such friend, Lakini kama una rafiki wa namna hiyo, don't lose him, don't lose her. ambaye ni mkweli, usimpoteze. Usimpoteze. Don't lose them. Inside this watima. They are your destiny helpers. Ndio. But if they change, Lakini wakibadilika, sorry, pole. Yeah, you can only trust God. Human beings change every time. Unaweza kumwamini ni Mungu tu, wanadamu wanabadilika kila wakati. I pray for anyone going through things. Namwombea yeyote anayepitia mambo. Everyone going through things. Kila anayepitia hali. That are believing God for a change. Na anamwamini Mungu kwamba atamletea mabadiliko. Let your change come now. Acha mabadiliko yako yaje sasa. Receive your turnaround now. Pokea mgeuko wako sasa. Receive your breakthrough now. Pokea mpenyo wako sasa. If you stand up and shout amen, it will happen. Ukisimama ukapiga kelele amina, itatokea. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Have your seat. Kaeni. It's not by appearance, so. Si kwa muonekano. It's by the Spirit. Ni katika roho. We that operate in the Spirit knows it's not by our physical appearance. Wale ambao tuko rohoni au tunavyofanya kazi rohoni tunaelewa kwamba si kwa muonekano wa kimwili. But you must not look like your problem, Jamani. Lakini hautakiwi kufanania tatizo lako. Look good. Pendeza. Look good. Pendeza. It doesn't cost you a lot to look good. Haikugharimu sana kupendeza. The one you have, put it well. Let it be clean. Kile ulichonacho kiweke vizuri, kiwe kisafi. Clap up for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Yeah. Ndio. Should I continue or should I end here? Niendelee au niishie hapa? Are you enjoying the lecture? Mnafurahia haya mafundisho? Are you enjoying it? Mnafurahia? Number 9. Namba 9. Avoid stealing. Epuka kuiba. Avoid stealing. Epuka kuiba. Anytime you steal, ukiiba tu wakati wowote, your palms are cursed. Viganja vyako vimelaaniwa. There is a curse upon those who thief. Kuna laana juu ya wale wanaoiba. Curse upon those who steal. Laana juu ya wale wanaoiba. Curse upon those who rob. Laana juu ya wale wanaoiba. Yes. Ndio. Curse on thieves. Laana juu ya wezi. There are curse on thieves. Kuna laana juu ya wezi. Number 10. Namba 10. If you must fix artificial fingernails. Kama ni lazima uweke kucha za bandia. Yeah. Ndio. Because I know sababu najua Satan has imported a lot of things and introduced to people. They are no longer satisfied with their natural nails. Shetani ameleta vitu vingi, amewatambulishia watu vitu vingi, hawaridhiki tena na kucha zao. And the way the devil made it, if you don't put it, you look outdated. Which outdated? Na shetani alivyoiweka, usipoweka unajiona kama umepitwa na wakati. Kupitwa na wakati kivipi? If you must fix artificial fingernails, pray and sanctify it with the blood of Jesus. Kama ni lazima uweke kucha za bandia, ziombee na uzitakase kwa damu ya Yesu. Pray and sanctify it with the blood of Jesus. Ziombee na uzitakase kwa damu ya Yesu. Otherwise you are buying problem. La sivyo unanunua tatizo. Number 11. Namba 11. Before giving an arm or gift of money, kabla ya kutoa zawadi ya pesa ama msaada wa pesa or item, ama kitu, especially strange beggars on the road, hasa kwa ombaomba barabarani, especially strange beggars on the road, hasa kwa ombaomba barabarani usiowajua, cover it with the blood of Jesus Christ before giving. Ifunike kwa damu ya Yesu kabla ya kutoa. Some of them are sent by their paymasters. Baadhi yao wametumwa na wale ambao ni mabwana wao, mabosi wao wanawalipa, to collect that from different rich people. Wakusanye hiyo kutoka kwa watu mbalimbali wenye pesa, matajiri. The people they are collecting it from, wale watu ambao wanachukua kutoka kwao, we even pay them like 100,000. Wanawalipa hata 100,000. They will collect those 5 shilling, 100 shilling. Wanakusanya zile sarafu 500 shilingi 100. By that way they have access. Kwa namna hiyo wanakuwa na uwezo wa kufikia to the palms and destinies of rich people that gave the money. Viganja na hatma za watu matajiri ambao waliwapa ile pesa. And they will use it to begin to exchange the stars and destinies of those people. Na wanaitumia kwanza kubadilisha nyota na hatma za wale watu. But if you cover it with the blood of Jesus, lakini ukiifunika kwa damu ya Yesu, before giving, kabla ya kutoa, even when the witch doctor, hata ule mganga wa kienyeji, or the Freemason or occultic man, au huyo mtu ambaye anafanya ushirikina au mtu wa Freemason, try to use it, akijaribu kuitumia, it will kill
occultic man. Itamuua huyo mshirikina. Ndio. Yes. He cannot use it. Hawezi kuitumia. Nobody will use you for sacrifice. Hakuna atakaye kutumia kama kafara. Nobody will use your good deed for sacrifice. Hakuna atakaye tumia matendo yako mema kwa ajili ya kafara. Your good deed will not turn against you. Matendo yako mema hatageuka kinyume na wewe. I say your good deed will not turn against you. Nasema wema wako hautageuka kinyume na wewe. Remember what I am teaching is how to protect your palms. Kumbuka ninachofundisha ni namna ya kulinda viganja vyako. Number 12. Namba 12. Avoid putting incision on your palms or hands. Epuka kuweka chale kwenye mikono yako au viganja vyako. Any form of incision. Aina yoyote ya chale. Or any part of your body. Au sehemu yoyote ya mwili wako. Not just hands. Sio mikono tu. Avoid it. Epuka. Avoid it. Epuka. Number 13. Namba 13. Before you go into business partnership, kabla hujaingia kwenye ubia wa biashara or lifetime partnership with anybody, au kwenye mahusiano na mtu yoyote, husband or wife, mke au mume, friends, marafiki, or any foreigner, au mtu yoyote wa kigeni, bless their palms. bariki kwanza viganja vyao. Bless their palms. Bariki kwanza viganja vyao. Because some people have cursed palms. Sababu kuna baadhi ya watu viganja vyao vimelaaniwa. Some people has cursed palms. Kuna baadhi ya watu viganja vyao vimelaaniwa. Immediately you become a partner with a person. Mara tu ukiingia ubia na wewe mtu, whether as a business partner, iwe ni ubia wa biashara, whether as a husband and wife, iwe ni mahusiano kama mke na mume, everything will collapse. Kila kitu kinakufa. You begin to experience unaanza kupitia gathering and scattering, chuma ulete, rising and falling. hali ya kupanda na kushuka. I pray for you. Na kuombea. Let your palm be blessed now. Acha viganja vyako vibarikiwe sasa. I bless the palm of your husband. Nabariki viganja vya mume wako. I bless the palm of your wife. Nabariki viganja vya mke wako. I bless the palm of your business partner. Nabariki viganja vya wabia wako wa biashara. Stand up and shout amen. Simama sema amina. Number 14. 14. Avoid leaving your palm print. Epuka kuacha alama za viganja vyako. Palm print. Alama za viganja vyako. In a strange place. Kwenye mahali pa ajabu. Or in a strange places. Au sehemu za ajabu. Or in strange places. Au sehemu za ajabu. Avoid leaving your palm print in strange places. Epuka kuacha alama za viganja vyako kwenye sehemu za ajabu. Or in a strange place. Au sehemu ya ajabu. Or in strange places. Au sehemu za ajabu. Watch. Angalia. Watch your camera. Angalia kwenye runinga. Some of you go to the beach. Baadhi yenu mnaenda ufukweni. You put your palm. Mnaweka viganja vyenu pale. You want to run. Mnataka kukimbia. You leave your palm print there. Mnaacha alama za viganja vyenu pale. You go to the playground. Mnaenda sehemu labda kwenye uwanja fulani. After you have left, mkishaondoka, the witches will land now. Wachawi wanatua sasa. They will take the sand. Wanachukua ule mchanga. I remember why growing up, nakumbuka nikiwa nakuwa, I was taught nilifundishwa that anywhere you go, popote unapoenda, don't leave your palm print or footprint. Usiache alama ya viganja vyako au miguu yako. When you leave, unapoondoka kisha unafuta. How many of you were told that? Wangapeni mlishafundishwa hicho kitu. Even though you don't know the reason why. Japokuwa mlikuwa mjui sababu. There is a reason. That is what I'm telling you. Kuna sababu, ndio hichi ninachowaambia sasa hivi. And sometimes out of ignorance. Na wakati mwingine kutokana na kukosa ufahamu. You just do these things. Nafanya tu hivi vitu. Even in the beach. Hata ufukweni. There are marine spirit hanging around. Kuna roho kwenye maji zimezagaa pale. There are spirit there. Kuna roho pale. Watching you to do the mistake. Zinakuangalia tu ufanye hilo kosa. They will collect it into the deep sea. Wanachukua wanapeleka kwenye kina cha bahari. At night they will welcome you. Usiku wanakukaribisha. And come and kiss you. Wanakuja kukubusu. You wonder, but I prayed before going to bed. What? Utajiuliza, lakini niliomba kabla ya kwenda kulala. Where did you leave your palm? Uliacha wapi viganja vyako? They will tell you we married you with your palm print. Watakwambia tumekuoa kupitia alama za viganja vyako. How many of you have been going to beach? Wangapi wenu mmekuwa mkienda ufukweni? Going to beach is not a sin. Don't feel, oh, I don't want to lift my hand.
Kwenda ufukweni sio dhambi, usijisikie kwamba mimi nisiinue mkono wangu. You have been going to beach, lift up Kama your wewe hand. unaendaga ufukweni, inua juu mkono. Stand up, let me pray for you. Simama nikuombee. Because you don't know what is happening to you. Kwa sababu hujui kinachokutokea sasa hivi. You have been to beach. Umewahi kwenda ufukweni? Even if you didn't swim, you have been to beach. Hata kama ukoogelea lakini ulienda. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. If you have never been to beach, stand up on your feet. Kama hujawahi kwenda ufukweni, simama kwa miguu yako. Because some of you, even if you have been there or you have not been there, you will still say you have not been there. Sababu baadhi yenu hata kama mmewahi kwenda au hamjawahi kwenda, bado mtasema hamjawahi kwenda. In the church there are different type of people. Kanisani kuna watu aina mbalimbali. Lift up your hand. Inua juu mikono yako. Say in the name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu. Oh Lord. Bwana. As I begin to pray, ninapoanza kuomba, I erase nafuta my palm prints, alama za viganja vyangu, my footprints, alama za miguu yangu, out of the sea, kutoka baharini, out of the beach, kutoka kwenye shimo. in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Clap your hands in 1 minute. Piga makofi kwa dakika moja. Pray. Omba. Kuna balatas. Nafuta Zene kuyada. alama za viganja vyangu kutoka ufukweni. Kele boya. Nazifuta kwa damu ya Yesu. Zela. Alama ya miguu yangu kutoka ufukweni, kutoka baharini. Rana malata. Nafuta kwa damu ya Yesu. Zeya. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu alama za viganja vyangu. Omba. Nafuta. Palms are coming out. Viganja vinatoka. Your destiny is coming out. Hatima yako inatoka Out of the sea. kutoka baharini. Holy Ghost. Fire. Your palms are delivered out of the sea. Viganja vyenu vimekombolewa kutoka baharini. They are delivered out of the lake. Vimekombolewa kutoka kwenye ziwa. They are delivered out of the river. Vimekombolewa kutoka kwenye mto. Shout the loudest amen. Piga kelele amina kubwa. Have you seen? Kaeni. Are you learning something? Unajifunza kitu? I'm supposed to have stopped, but I will finish it. Itakiwa niwe nimeishia hapa lakini nitamalizia. Which number are we? Tuko namba ngapi? Number 15. Namba 15. Number 15. Before putting on any glove. Kabla ya kuvaa gloves zozote. Before putting on any glove. Kabla ya kuvaa gloves zozote. Pray. Omba. And sanctify it with the blood of Jesus. Na uzitakase kwa damu ya Yesu. Pray and sanctify it with the blood of Jesus. Omba na uzitakase kwa damu ya Yesu. Before putting any glove. Kabla ya kuvaa gloves zozote. Before putting on any glove. Kabla ya kuvaa gloves zozote. Pray and sanctify it with the blood of Jesus. Omba na uzitakase kwa damu ya Yesu. The same thing with socks. Kitu hicho kwenye socks pia. Before putting on any socks. Kabla ya kuvaa socks zozote. Pray and sanctify it with the blood of Jesus. Omba na uzitakase kwa damu ya Yesu. There are demonic gloves. Kuna gloves za kipepo. That covers the palms of people not to receive blessing. Zinazofunika viganja vya watu wasipokee baraka. But from today, lakini kuanzia leo you are delivered. umefunguliwa. Number 16. Namba 16. If you must draw tattoo, kama ni lazima uchore tattoo of beautiful flowers or beauty flowers and designs on your hands. au maua ya urembo kwenye mikono yako. If you must draw tattoo, kama ni lazima uchore tattoo, but I don't advise you to tattoo your body or your hands. sikushauri uchore tattoo kwenye mwili wako wala mikono yako. But you can't imagine, even if I tell you not to draw, there are people who will still draw. Lakini huwezi kuamini, hata nikisema msichore bado kuna watu watachora. Yeah, there are people who still draw. Kuna watu ambao bado watachora. They are in the church. Wako kanisani. Stubborn people. Watu wasumbufu. They are stubborn. Ni wasumbufu. They don't want to listen to spiritual advice. Hawataki kusikiza ushauri wa kiroho. So if you must draw, kwa kama ni lazima uchore the beauty of flowers and designs on your hands, hivyo kupaka hii na mapiko kwenye mikono yako and palms. na viganja. Just recently during the Eid, hivi karibuni kwenye ile sikukuu ya Eid, it's a Muslim culture to draw different things in their hands. Ni tamaduni ya Waislamu kuchora vitu mbalimbali kwenye mikono yao. How many of you saw it? Wangapi wenu mliona? Even some of you in the church, you draw. Hata baadhi yenu kanisani mlichora. If you must draw, kama ni lazima uchore,
Sanctify it with the blood of Jesus. Takasa kwa damu ya Yesu. Are you with me? Uko na mimi? If you must draw, kama ni lazima uchore, even some hand, if you draw, the hand will not look any beautiful. Baadhi ya mikono hata ukichora bado haipendezi. I wonder what you are drawing. Sijui unachora ili iweje. Some hands, if you draw, the hands will look worse. Baadhi ya mikono ukichora yani ndio inakuwa mibaya zaidi. May God have mercy. Mungu atuonyeshe rehema. Are you with me? Uko na mimi? Are you with me? Uko na mimi? Bwana Yesu asifiwe. Praise Lord Jesus. There are people kuna watu instead of them to look for somebody who know how to, they will use the ink and patch their hands, patch. Baada watafute mtu anayejua kuchora, wanatumia piko, wanapaka tu kwenye mikono yao. Even this thing they used to paint their nails. Hata hiyo wanayotumia kupaka kwenye kucha zao. That thing they used to paint their nails, whether they put artificial nail or not, I don't know what they call it. What do you call it? Wanatumia kupaka kwenye kucha, rangi. The nail polish. Rangi ya kucha. Nail rangi okay. So some people they will paint, they will patch it. Baadhi ya watu watapaka tu, watapaka wenyewe. The nail will even look worse than original. Kucha inakuwa mbaya zaidi kuliko ile ya halisi ile yenyewe. Stand up on your feet. Simameni kwa miguu yenu. If you must do all of that, kama ni lazima ufanye hayo yote, cover it with the blood of Jesus. Ifunike kwa damu ya Yesu. If you don't have good nail, don't paint. Kama una kucha nzuri usizipake rangi. Leave it the way it is. Ziache tu kama zilivyo. Clean it up. Zisafishe tu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise Lord Jesus. I'm just making you to laugh. Na chekesha tu. Yeah, because the message has the part you have to laugh. Kwa sababu ujumbe una sehemu ambayo inabidi ucheke. That is what makes you enjoy the message. Ndio kinachokufanya ufurahie ujumbe. Yes, I appreciate everyone. Namthamini kila mtu. The way God created you. Namna ambavyo Mungu amekuumba. Are you blessed? Umebarikiwa. Christ Mandate TV, transforming lives, nations, and the world.